أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومصطفانا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته خلص المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu watukufu watazamaji na wafuatiliaji wa darasa zetu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa cheo na daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bado tupo kwenye darasa zetu za fiqhi, darasa ambazo zinaweza kukufunza mambo mbalimbali, yale ambayo mengine ulikuwa huyajui na yale ambayo mengine umeyasahau na yale usiyoyajua kabisa. Darasa hili linakwenda kukuelewesha. Katika darasa iliyopita tulizungumzia hukumu za hedhi, tukaeleza hedhi ni nini na anaipata nani, kuanzia muda gani mpaka mwisho wake ni muda gani, na mtu anapopatwa na hedhi kitu gani afanye, kitu gani asifanye. Tulizungumza, tukazungumza mpaka masala ya talaq. Masala yanayohusiana na talaka yana mafungamano makubwa sana na hedhi, na nikagusia kwamba katika dunia leo watu wengi wanaachika wakiwa bado ni wake za watu. Tukapigia mfano kwamba mtu anatoka na hasira zake tu alikotoka, hajui kwamba mke yule ameshaingia kwenye siku au hajaingia. Lakini mwanamke akiwa kwenye hedhi hairuhusiwi kwake talaka. Tumefikia katika kipengele cha kuoga, tukaishia hapo. Vipi mtu ataoga josho la hedhi? Kwa lugha fupi inayoelezwa na wanachuoni wa fiqhi, wanasema utaoga josho la hedhi kwa mfumo ule ule ambao umeutumia katika kuoga josho la janaba. Utaoga josho la hedhi katika mfumo tuliofundisha wa kuoga josho la janaba. Hatutoishia hapo. Mtu anaweza kujiuliza sasa huo mfumo ni upi, ikamuia vigumu kutafuta, kwa sababu ni rahisi sana. Tutaueleza ni kwamba mtu ataoga kuanzia kichwani mpaka mabegani kwa nia ya kuondoa josho la janaba, josho la hedhi maadhiratan. Mtu ataoga kuanzia kichwani mpaka mabegani kwa nia ya kuondoa josho la hedhi. Akishaoga kichwani atafuatisha upande wa kulia kuanzia kwenye bega mpaka mwisho. Hakuna shida maji yakienda kwingine, sije ukatafuta sasa rula au ukatafuta kitu ukajifunga kabisa yasiingia. Nia yako ni kwamba waoga upande wa kulia, basi utaoga upande wa kulia. Na tulizungumza pia uhakikishe maji yanafika kwenye mafasil, kwenye sehemu ambazo zimejifunga, kwenye vidole humu. Hakikisha maji yameingia kwenye vidole, na taban kama ukiwa umevaa pete pia unatakiwa kuzivua ili maji yafike, kwa sababu sehemu ndogo isipofikiwa na maji maana yake mwili wako haujatwaharika kwa ujumla wake. Kwa hivyo utaoga upande wa kulia na utafikisha maji mpaka kwenye ncha za vidole kule, mpaka ncha za vidole vya mikono, ncha za vidole vya miguu na sehemu za siri kwa pamoja. Kisha baada ya hapo utaosha upande wa kushoto hali kadhalika. Hii ni namna ya kwanza katika namna za kuoga josho la hedhi. Tulizungumza namna ya kuoga josho, kuna namna kubwa mbili. Tulisema kuna mpango wa at-tartib, tukaja tukaeleza kwamba kuna mpango wa al-irtimasi, na tukazungumza irtimas
ni kutia nia kisha ukapiga mbizi. Ukishatia nia kisha ukazamisha mwili wote tamamu aljasadi fil ma'i, ukazamisha mwili wote katika maji, tayari utakuwa umefanikisha kuoga josho la hedhi, kama vile ambavyo tumeeleza katika josho la janaba. Leo tunakwenda kwenye masala ambayo ni mtihani mkubwa sana kwenye jamii zetu tulionao. Mtu anaweza akaacha swala kwa sababu hiyo, kumbe wala haitakiwi yeye kuacha swala. Mtu anaweza akakutwa na hali hizo kisha asijue afanye nini. Tutaeleza hukumu zinazohusiana na istihadha. Ni nini istihadha? Unaposikia istihadha ni nini? Istihadha ni damu ambayo ataiona mwanamke ikiwa imekosa sifa zote za kuwa hedhi. Hii ni lugha fupi ambayo tutaweza kuitumia kuitambulisha istihadha. Tulizungumza kule damu ikikosa sifa za hedhi huitwa istihadha au damu ya ugonjwa. Kwa hivyo leo tunaeleza istihadha ni nini. Ni ile damu ambayo ataiona mwanamke ikiwa imekosa sifa za kuwa hedhi. Miongoni mwa sifa hizo za kuwa hedhi, mwanamke akiiona damu kabla ya kufikia umri wa baleghe. Tumezungumza miongoni mwa sababu au mwa sifa za hedhi ni mwanamke apate damu ile baada ya kubaleghe. Kwa hiyo mwanamke atakapoona damu kabla ya kubaleghe, ya kufikia ule umri wa miaka 9 kwa mwanamke ambaye ni kawaida, au akifikia kitu kinachoitwa al-ihtilami, kule kufikia hali ya ndoto nyevu, mwanamke akiwa amepatwa na alama za kubaleghe, hapa akitokwa na hiyo damu yaweza kuwa hedhi kama itamaliza zile sifa nyingine. Sasa damu ya istihadha yenyewe ni ile ambayo itamtoka mwanamke ikiwa imekosa sifa zote za hedhi. Imetoka kabla ya umri au imemtoka baada ya umri. Tumeeleza kabla ya umri ambao katika fiqh wameuita ni umri wa al-yasi, ambao kwa Mquraishi anaweza kufika mpaka miaka 60 bado akawa anapata hedhi. Kwa hivyo kama hajafika umri ule wa tasa kwamba hapati tena damu, akaona pale, ile huitwa istihadha. Lakini pia ikiwa imetoka zaidi ya siku 10 au imetoka chini ya siku 3, hiyo bado itabaki kuwa ni damu ya ugonjwa. Na sifa nyingi tulizozitaja katika hukumu za hedhi, zikikosekana sifa zile za hukumu ya hedhi, ikawa damu ile si nifasi pia, basi damu hiyo ndiyo itaitwa istihadha. Kwa hiyo kwa lugha fupi, wewe ukitaka kujua au ukiulizwa damu ya istihadha ni ipi, utasema ni ile damu ambayo anaipata mwanamke ikikosa sifa zote za hedhi au sifa za kuwa nifasi, ambayo tutaielezea baada ya mlango wa kumaliza damu ya istihadha. Sasa mwanamke ameshapatwa na damu ya istihadha, baada ya kuwa tumeshajua hii ni istihadha, ndiyo hii damu ya ugonjwa. Mwanamke tayari ameshaona damu ya ugonjwa. Nini afanye? Au sheria tu iko tu akawa hajui? Ndugu zangu, hapa ndipo ambapo tunapokwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu au kumkosea. Tunatakiwa tujue Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaabudiwa vizuri zaidi kwenye fiqh. Katika sehemu ambayo utamwabudu Mwenyezi Mungu vizuri ni kuhakikisha unaijua fiqh. Na fiqh ni zile masala zinazohusu hukumu za kisheria zinazofungamana na ibada yako. Sasa leo tuko kwenye jambo la muhimu sana katika jamii zetu, na jambo ambalo limewapita wengi sana, na tulivyo na hali sasa hivi hatuna muda wa kwenda madrasa kusoma tukayajua. Basi angalau ukipata fursa ya kupata darasa hizi utakuwa unayadadavua mengi ambayo yalikuwa yakishawishi katika akili yako. Sasa nini hukumu za istihadha baada ya kuwa tumeijua? Istihadha imegawanyika, ili upate hukumu yake imegawanyika katika vigawanyo vitatu. Kwa hiyo ndani ya hivyo vigawanyo ndio utakwenda kupata hukumu ya istihadha, kwamba wewe ukipatwa na hukumu ya istihadha, ukipatwa na istihadha
kwenye hali hii ufanye nini, ukipatwa na istihadha kwenye hali hii ufanye nini. Ndio utapata hizi hali tatu za istihadha.